اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. إخواني وأخواتي في الله، أحييكم بتحية مباركة من عند الله، ألا وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Ama baada ya kumshukuru Rabbu Jalla Jalalu na kumtakia ziada za rehema kipenzi cha umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, popote pale mlipo mkiendelea kufuatilia Maalim Shaban, tupo katika mwendelezo wa vipindi vyetu kama ada yetu na kawaida yetu. Kwa wale ambao wageni katika vipindi vyetu hivi, basi tunawakaribisha sana. Tuna vipindi ambavyo tunafahamishana kunako maisha yetu, kunako maradhi, kunako vitu mbalimbali, vitu ambavyo vitatusaidia katika maisha yetu ya dunia na maisha yetu ya akhera pia. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shaban, katika wiki hili tunaloenda nalo ni wiki ambalo tunasoma masala ambayo watu wametuuliza maswali yao waliouliza na kuyapatia ufumbuzi. Katika vipindi vilivyopita, mmoja ya mama mmoja alikuwepo akihadithia au akitupa swali ambalo limetustafidisha watu wengi sana. Nasema kwamba yeye alikuwa na binti yake, anapata wanakula wanachotaka, wanavaa wanachokitaka, wana maisha mazuri alhamdulillah, lakini binti huyo yuhangaika kutafuta wanaume, sijui anachotafuta ni kitu gani, na akiambiwa kuolewa haiko tayari. Basi mlete yule unayempenda tukuozeshe uende ukaishi maisha yako. Hayuko tayari, yeye akiranda na wanaume tu, mwanaume huyu mwanaume yule, mwanaume huyu. Tukasema kwamba hii hali si hali ya kawaida, ni hali ambayo yamkuta, aidha inaweza kumkuta mwanaume au aidha ikamkuta mwanamke. Kwa ajili hiyo tukamjibu, tukamwambia huyu amepata na matatizo, wala usishughulike kumpiga kumtandika, hapana. Huyu amepata na matatizo, nataka utafute watu wenye kujua waweze kumsaidia. Na tupo katika mwendelezo wa vipindi vyetu, lakini leo kama kawaida tutatoa nasaha fupi, halafu kisha huko tutakuja katika kipindi kinachofuata tusome maswali yale ambayo watu wametuuliza. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shaban, wakuta mtu maskini ya Mungu anaoa mwanamke ambaye alhamdulillah ana maisha yake, kasoma kapata shida kusoma, kuanzia mwanzo mpaka mwisho anapata ajira, au hata kama hakupata ajira, lakini mwanamke ambaye kajishughulisha baba mfanya biashara. Hii na waomba wanaume wengi wana mchezo huu wanaofanya, wacheni laana ya mtu. Laana haiko kwa upande tu labda mtu akimkosea babake mzazi tu, kuna laana mpaka ya watoto wadogo. Ulimwona tu mtoto mdogo ukamdharau, ukamwona anacheza, ukaamua tu kumtukana, kumtusa au kumpiga tu bila sababu. Usifikirie kwamba kulia kwake na kule kunyongonyea kwake kwamba kutaondoka bure. Fahamu ya wazi iko siku itarudi kwako. Kwa ajili hiyo, kila mtu anapofanya malalamiko yake ya haki, basi yale malalamiko huenda kwa Mwenyezi Mungu na hugeuka kuwa laana. Kwa mfano, umeoa mwanamke ana uwezo wa kila kitu, amekupenda maskini ya Mungu, kumbe wewe umeenda pale, umeingia kwa ulaghai, lengo uje upore zile mali zake, lengo uje umnyanyase, kisa yeye ndio kakupenda wewe. Na kibaya zaidi, bora tu akupende mapendo yale ya kawaida. Kuna mtu akishaona fulani ana uwezo,
anakwenda kwa mganga wa kishirikina, anakuroga wewe, unajikuta wewe unakwenda bwana ndio tu, mume hana kitu, hana chochote, unakubali kuolewa, mara nyingine unamtolea mpaka mahari. Mshanifahamu vizuri? Tuache hawa masala ya kurogwa. Mengine umempenda kweli kwa dhati kutoka moyoni, wamtolea mpaka mahari, anakwambia mahari sina, mimi sina uwezo wa kuoa, anakwambia usiwe na washaka. Chukua mahari shilingi ngapi? Milioni 5, sio? Au milioni 3. Chukua milioni 3 alafu ipeleke kwa wazazi wangu. Hii mimi ninakupa wewe kama wewe, alafu ipeleke kwa wazazi wangu. Hii ndio mahari. Sijui kama kuna maukumbi mwanamke yuatoa pesa. Wachilia mbali hiyo, baada ya kuoana na kumaliza, mwanamke anakuambia sasa biashara gani tufanye ili wewe na wewe upate kujishughulisha, tuwe tunaingiza kipato. Maskini ya Mungu, mwanamke huyu ana uwezo wa kukuchukua wewe akakwambia bana, biashara hii ya kwangu, hii ya kwangu, hii ya kwangu. Nataka usimame wewe kama mume. Usijisikie unyonge, usijisikie vibaya, usijisikie aibu. Simamia mali kama ya kwako. Ushalifahamu vizuri lengo na maksadi nataka tunufaike, tufike mbali, tupate watoto, tulee watoto wetu. Basi mtu anakabidhiwa mali, kama ni duka, kama ni biashara ya kitu chochote, tena mwingine yuanunuliwa mpaka gari. Shukurani ya kushukuru baada ya amke usiku na kumwombea dua mwanamke huyu, kama yale ambayo akiyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Bi Khadija. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea dua Bi Khadija mpaka alipokufa. Mpaka mama Aisha alikopo akijisikia wivu, Bi Khadija kashakufa. Akijisikia wivu akikaa Mtume alikuwa akimkumbuka sana Bi Khadija. Mama Aisha anasema, huyu Bi Khadija ni nani? Ulio mwanamke nye mzee, mimi ni binti mdogo. Anamwambia, we ishia hapo hapo. Bi Khadija hakuna mfano wake. Sasa kwa ajili hiyo kwamba unakuta baadhi ya mwanamke mwingine anafuata sunna ile ya mama Khadija. Yeye ndiye aliyemposha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye aliyeanza kumtamani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia sina kitu, akamwambia usijali. Tumeelewana vizuri? Lakini Mtume sallallahu alizitunza mali za Bi Khadija kana kwamba ni mali zake. Sasa mimi na wewe tunapata bahati ya kuoa wanawake wenye uwezo. Au mara nyingine mwanamke hana uwezo ila ana talenti, ana kipaji cha kutafuta. Yaani akilianzisha jambo linakwenda, akilianzisha hichi kinakwenda, mnakwenda mnajikuta mnapata zingine, mna nyumba 2, mna magari, mna kadha, mnasomesha watoto shule nzuri. Mwanamke huyu anaanza kumuona, mwanaume huyu anaanza kumuona yule mwanamke kama fala fulani vile. Yaani kama lofa fulani vile. Kwamba hana mpango wote. Na sembusa anahamisha mali, anaenda kuunda sehemu nyingine. Kule anapounda natafuta mamalaya wale, anawahonga na wanini, anajifanya kule ndo tajiri. Yaani wale wanawake wa pembeni ndio wananufaika na mali za mkewe. Sasa tunasema kwamba hizo mali ambazo umezikuta wewe unazisimamia, si mali zako, ni mali za mke. Kama vile wewe mwanamke atakavyokuja kukukuta wewe na mali, umemuoa, zile mali ni za kwako, wewe umemuoa mwanamke hana kitu, anapotaka kuchukua zile pesa au zile mali au chochote, inabidi akuombe ruksa wewe kwamba mume wangu, mimi nina shida, nataka nikanunue kiwanja, naomba nisaidie pesa. Hawezi kukuapua tu. Na ndio hivyo mwanamke utakapomkuta na mali za kwake, zile si haki yako. Zile pesa unatakiwa wewe uombe, yani umuombe mwanamke, umuombe kwa mazingira ambayo yeye atayahitaji, kile ambacho yeye anakihitaji. Basi wewe unachotakiwa kwanza umuombe mwanamke kwa khiari yake. Yani mwanamke aridhie, aseme bana hichi kiasi chukua, na atakaposema hichi kiasi usichukue, basi utakiwi kuchukua kile kiasi kwa sababu si haki yako. Lakini wanaume wengi wanaona kwamba mali za mwanamke mali zake yeye, ila za kwake yeye mwanamke azimuhusu. Sheria bana ni msumeno, huwa inakata kote. Ukimwoa mwanamke ana mali, Allah kamruzuku mali, basi wewe unaahamisha, unaenda kuhonga, unapata madhambi. Ukahamisha ukaenda kujenga kisirisiri, unasema mwanamke bana muda wote anakuacha tu, unabaki mweupe. Hapana, ile si haki yako. Mwambie bana, mimi nina shida. Una shida ya nini? Bana mimi nina shida ya milioni 5. Milioni 5 unataka ufanyie nini? Na shida nayo tu. Au nataka nikafanye kitu fulani. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu wapenzi watukufu,
basi mwanaume huyu shukurani yake atahamisha mali, atamfilisi, atamuibia, mwisho wa siku atakuja kumtia pressure na maradhi yule mwanamke, anakuwa hana lolote, maskini ya Mungu anaanza moja kwa roho mbaya na hasadi aliyokuwa nayo huyu mwanamke. Kwa ajili hiyo, enyi wanawake wa Kiislamu ambaye na hata nyinyi wanawake msoko wa Kiislamu, ewe mwanamke ambaye umempenda mwanamume hana kitu, basi jitahidi mwanamume utakaenda kumfuata awe na dini. Mwanaume ambaye utakaenda kumfuata awe na dini, awe na hofu ya Allah, asiwe na kuogopa wewe, awe na muogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu ni wapenzi watukufu, tukitaka kuyaeleza haya kwa muktasari, kuna baadhi ya wanaume wanapata bahati, wanaoa wanawake wenye uwezo, lakini maskini ya Mungu malipo watakayofanyia ni dhulma ya wazi. Sasa watu wanadhani kwamba yale atakayoyafanya yataisha tu hivi hivi. Hapana, kabla hujaondoka duniani hii dhulma lazima utailipa. Kabla hujaondoka duniani hii dhambi lazima ikutafune dhambi hii, kwa sababu umedhulumu wewe. Lili hiyo, ndugu wapenzi watukufu, tulikuwa tunataka tulifanyie nasaha hili kwa muktasari, na tutakuja kueleza pia kwa upande wa wanaume, kwa wanawake kwa waume zao pia, alafu then tutaendelea na maswali na majibu yetu insha Allahu taala. Tutosheki na nasaha hizo 2-3, ndugu wapenzi watukufu. Kama kawaida yetu hapa tuna kashkashi, tuna bukhuri alwiqaya, hapa tuna mafuta halisi ya sandaruti, mafuta ya hizbul bahari yapo hapa, tuna ibtalu sihri. Kwa ajili hiyo, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shaaban, kama utazihitaji hizi basi zinapatikana. Tunawakaribisha sana, karibuni sana. Tunawakaribisha Ummu Shifa au Maalim Shabani Dua Center, karibuni. Tunapatikana Mbande mwisho hapa. Ndugu zangu, namba zinazopita katika skrini yako zinazotembea, hizo namba ndio namba za Maalim Shabani. Kama ni wewe, unaweza ukazichukua namba hizo, alafu then ukaona jambo, basi unaweza kutupigia kwa namba hizo. Wengine wanaiangalia video alafu wanakuuliza, Maalim unapatikana wapi? Hizo namba ndio za Maalim. Mpigie Maalim Shabani, utampata. Utanipata mimi mwenyewe mubashara. Naam, kama una jambo chukua hizo. Unaweza kwenda kwenye comment huko, mtu akauliza anapatikana wapi, akakupa namba huko, matokeo yake ukaenda mchomo. Nyuma kamera akisimama vema Habibi Suleiman bin Sultani, na mimi ni ndugu yako Maalim Shabani. Natokea hapa Maalim Shabani Dua Center Mbande. Tunawapendeni kwa ajili ya Allah. Tunawatakieni utazamaji mwema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa. Kile kituo chako pendwa cha tiba asili na dua cha Ummu Shifa chini ya Maalim Shaban sasa kinatibu magonjwa yote sugu ikiambatanishwa na visomo mbalimbali. Yes, Ummu Shifa wanatibu presha, matatizo ya kichwa, matatizo ya macho, kisukari, miguu kufa ganzi, kutoshika ujauzito au kuharibika kwa ujauzito, matatizo ya nguvu za kiume, nuksi, mikosi, mashaitani pamoja na vifungo vya uchawi. Njoo wewe na familia yako uondokane na matatizo uliyokuwa nayo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755782478 au 0717284242 na 0625575272. Ummu Shifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.